Katika mazingira hayo kuna kijana mmoja alikuja akiwa amechanganyikiwa mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, mimi nilikuwa najenga ukuta, nataka kuziba katika shamba langu. Lakini wakati nikiweka ule ukuta, ile fensi ya kuziba shamba langu, nilifikia pahali ikawa kuna sehemu ambayo hiyo sehemu ina mtende wa kijana mmoja. Kwa hiyo siwezi pitisha ukuta ule. Lakini mimi nikamfuata mwenye mtende nikamwambia, bi'ni nakhla, niuzie ule mtende ili niweze kupitisha ukuta wangu. Yule kijana akaniambia, mimi siuzi mtende, kuonesha kuwa huyu hataweza kuendelea kujenga. Asema, mimi nimekuja kwako ya Rasulullah, uangalie itakuwaje, kwa sababu kwa usalama wa shamba langu nafaa nipitishe huo ukuta. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwita yule kijana mwenye mtende, akamwambia, mimi nakuomba kama Mtume wa Allah, muuzie huyu bwana huu mtende ili aweze kuziba shamba lake. Huyu ana mtende mmoja ambao uko njiani. Lakini angalia yule kijana, Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia, muuzie mwenzako. Na ndiyo Uislamu huu, muuzie mwenzako au mpe sadaka. Wala kanakhlatun fil janna, wewe ukimpatia huu mtende mmoja, Allah atakulipa mtende peponi. Maana yake ni kwamba na wewe utakuwa ni mtu wa peponi. Yule kijana akamwambia Mtume, mimi sitaki, siuzi mtende na sipeani mtende. Mtume akamrai, lakini yule kijana akakataa. Kwa hiyo ikawa hakuna kesi tena pale, kwa sababu mwenye mtende amekataa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu Mtume apenda haki na Mtume ni mpole, hakutumia nguvu kumwambia kuwa mimi ndio Mtume, kwa hivyo tuauchukua huu mtende. Lakini lau ingelikuwa ni mimi na wewe leo, mtu ana mamlaka kidogo, ni mzee wa mtaa, sijui ni mbunge, sijui ni nani, angekwambia sisi tuaichukua, sisi ndio serikali, na wewe usingekuwa na la kufanya. Lakini angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, jumla ya mamlaka yote aliyokuwa nayo, amwambia madamu huyu bwana mwenye mtende hataki, basi angalia namna nyingine ya kufanya. Kulikuwa na sahaba mmoja alikuwa pale, anaitwa Abu Dahdah. Huyu Abu Dahdah akasikia malipo ya mtende mmoja ni mtende peponi. Na huyu Abu Dahdah alikuwa analo shamba lake ambalo kwa wakati huo shamba hili kwa Madina linakadiriwa lilikuwa ni shamba ambalo lilikuwa na mitende 600. Labda ni zaidi ya eka moja, labda mitende 600. Na nchi za Kiarabu ukitaja mtende ni kama kwetu huku ukitaja minazi. Sasa fikiria mtu ambaye ana minazi katika shamba lake, minazi 600. Huyu mtu bila shaka atakuwa na uwezo mzuri. Sasa ana mitende 600 huyu bwana. Na ndani ya shamba hilo kuna kisima ambacho kinatoa maji ya tamu, maji mazuri ya kunywa. Akasikia huyu bwana amekataa ofa ya kutoa mtende mmoja apewe mtende peponi. Akamwambia yule kijana, bi'ni nakhla, basi mimi nakwambia niuzie ule mtende wako, uchukue shamba langu ambalo lina mitende 600. Yule bwana akifikiria mtende mmoja kwa mitende 600, na ndani kuna kisima cha maji na shamba na kuna nyumba ya kitajiri ya Abu Dahdah iko pale. Akamwambia, nimekubali. Kwa hiyo yule kijana akauza mtende mmoja kwa thamani ya shamba ambalo ndani kuna nyumba ya kifahari ya Abu Dahdah, ndani kuna mitende hiyo na ndani kuna visima vya maji. Akakubali yule bwana. Abu Dahdah sasa, ambaye ndiyo mmiliki mpya wa mtende ule mmoja, akamuuliza Mtume, ya Rasulullah, iwapo mimi nitampatia yule bwana huu mtende sasa, akaukate apitishe ukuta wake kama anavyotaka, alia nakhlatun fil janna, je, na mimi nitapata huo mtende ambao huyu alikuwa aupate ambao ameukataa huko peponi? Akamwambia Abu Dahdah, wewe hutopata mtende mmoja kwa sababu umetoa mitende 600 wewe. Abu Dahdah akauza ule mtende, ile shamba, kwa thamani ya mtende mmoja, na akabashiriwa pepo akiwa bado yupo hai, kwa sababu ya huo mtende mmoja ambao alikubali kuuchukua yeye apoteze hilo shamba lote. Abu Dahdah
Habari hizi zatokezea msikitini, inamaanisha familia ya Abu Dahda haina habari. Kwa hiyo biashara ikapita pale, na ikawa Mtume ndiyo shahidi wa kuwa huyu bwana ameuza shamba lake kwa mtende mmoja ili apate mtende peponi. Abu Dahdah ametoka pale, amekwenda nyumbani, akamuita mke wake, akamwambia ya umma Dahdah, mamake Dahdah, hebu njoo hapa. Akamwambia mimi nimeuza hili shamba kwa ajili ya kupata shamba la mitende peponi. Huyu mwanamke sijui ingekuwa ni leo ingelikuwaje. Lakini angalia huyu mwanamke alipoambiwa hivyo na mume wake, alimwambia rabihat tijara. Rabihat tijara ni biashara iliyokuwa na mafanikio, ni biashara iliyoleta faida kubwa, kwamba twauza mtende duniani twapata mtende